kwa lugha ya Kimombo ni GPSDD. Karibu sana Karen kwenye leo mashinani. Asante sana. Mwanzo kabisa, hebu ile jina la ile shirika ni ndefu sana. Hebu tueleze mnafanya nini? Asante Nicholas. Kazi yetu kama the Global Partnership tunavyoitwa kwa ufupi ni kuungana na organizations ama mashirika mengine ambao kazi yao ni kuhakikisha kuwa tuna takwimu za kuweza kuboresha maisha na kumeasure development, kwa Kimombo tunaita sustainable development goals. So kwa hiyo tunafanya kazi na serikali tofauti, pia mashirika ya civil society na pia private sector, kuhakikisha kuwa tuna takwimu ambayo tunahitaji kuweza kujua maendeleo ambayo tunafanya. Naam. Sasa hebu tuingie kwenye hili swala la antibiotics. Wewe mwenyewe kama Mkenya, kama mtu manake sote hatuwezi sema kwamba hatugonjeki. Ushai kwenda kwenye duka la dawa bila kwenda hospitalini kupata antibiotic? Mara nyingi sana. Mara nyingi sana, na sio mimi peke yangu, pia kwa familia yangu. Yani ni tabia kawaida kuwa tunaenda tukisikia ugonjwa kidogo tu, hata sio lazima tumeze dawa. Lakini tunajipata tunasema kuna dawa nilimeza wiki maybe miezi 3 zimepita na sikumaliza, so ninarudi kuendelea kuchukua hiyo dawa. Ama wakati mwingine jirani mtoto wake amegonjeka usiku, huwezi fika hospitali wakati wa usiku, unajua pamoja na curfew na pia labda hospitali ni mbali, unaomba jirani dawa. Namwambia kuna dawa ilinisaidia wakati mwingine, njoo hii nilibakisha, tumia. So hizo ni tabia ambazo sisi wananchi tunazifanya bila kujua kuwa yana madhara kwa maisha yetu. Naam, bila shaka mtazamaji, hili ni swala ambalo tunalizungumzia kwa kina. Muda si mrefu nitakuwa naungana na mwenzangu Kimani Githuku ambaye anafuatizia hii taarifa. Atakuwa anazungumza na wenyeji kutoka eneo la Imara Daima kuhusiana na swala lenyewe, bila shaka kuweza kubaini na kusikia kwa Wakenya wenyewe hili swala. Je, wanaliangazia namna gani? Wakenya wenyewe wanatumia hizi dawa bila kupata ushauri wa daktari? Manake mimi nadhani kwamba si kitambo sana, juzi tu nilikwenda dukani kununua dawa antibiotic, bila shaka kumtibu mwanangu ambaye alikuwa hisi vizuri, japo kwamba sikuwa nimepata ushauri wa daktari. Bila shaka ni swala ambalo Karen atakuwa anatufahamisha mengi zaidi, manake wamefanya uchunguzi, wamefanya utafiti kuhusiana na swala hili. Naam, Karen, utafiti ambao umefanya kuhusiana na hili swala, ni nini ambacho pengine kabla kuingia kwenye matokeo yake, nini kilifanya nyie kwamba mwanze utafiti, mfanye utafiti kuhusiana na swala hili? Manake ambao tumeathiriwa na kununua dawa kwenye duka za dawa bila ushauri wa daktari tuko wengi. Ni kweli Nicholas. Kuna sababu mbili ambazo zilitupa guidance kufanya hii utafiti. Ya kwanza ni kuwa hatuna takwimu ya kutosha kujua hili anga la hali ya madawa kuwa sugu, yani ukubwa wake ni vipi. Hiyo ni moja. Ya pili ni kuwa sisi kama raia hatuna ushauri ama hatujui kuwa yani tabia zetu yana madhara kwa afya yetu. So tukafanya hii utafiti na raia, really tunaita citizen generated data, kuwa tunatumia raia, tunapata maoni kutoka raia, alafu hayo maoni tunaifanyia utafiti ama tunafanya data kuhusu kutumia hiyo maoni, na tunafanya yani tunapata results ambazo zinatuambia kweli raia wanajua, yani ujuaji wao wa hii issue ni vipi, ni wanajua sana ama wanajua ama hata hawajui, ama hawajui kuwa hawajui. Na mwanzo kabisa najua wewe sio daktari lakini bila shaka kwenye mafunzo ambayo mnatoa kwa wananchi, kwenye mafunzo ambayo nyinyi kama shirika mmepokea ili kuweza kuelimisha Wakenya, je, taratibu za mtu kutumia viwaji sumu ama antibiotics ni zipi? Kwanza kabisa unafaa kuenda hospitali na ufanyiwe test, laboratory test kwenye maabara. Sababu yani ile hali ya kujua kuwa kuna infection ni inahitaji matokeo kutoka maabara. Ya pili sasa unapewa prescription, yani daktari anakupa dawa. Unapopewa dawa unapewa instructions
Yani meza tembe moja mara 3 ama meza tembe 3 mara 1 hivyo. Sasa unafaa kufuata hayo maagizo. Alafu unafuata ya maagizo, alafu ndio unaona matokeo. So sana sana unapata kwa hospitali daktari ndio amekupa maagizo lakini haufuati ama hujaelewa vizuri. Ama haumalizi dozi. Unajua ukimeza dawa siku 2 unaona nimepata nafuu. Nimekuwa sawa. Nimekuwa sawa, unaachana na dawa. So hayo ni tabia ambazo sisi kama raia tunazo, na zingine kwa hospitali unaweza pata maagizo ama ushauri, lakini yale vitu unayofanya ukitoka hospitali ndio yana madhara sana kwa watu. Kitu kingine ni pia sisi kama wananchi hapa Kenya, ukienda huko kwenye mtaa unapata chemists ziko mingi, kupata dawa ni rahisi sana. Hauambiwi give me your prescription, nionyeshe prescription ambayo daktari amekuandikia. So kupata antibiotics kwa maduka hapa Kenya ni rahisi sana. Maana ni biashara sana. Ni biashara, exactly, ni biashara. Naam, Karen, kidogo tutapata mapumziko mafupi, kisha muda si mrefu tutakuwa narudi tuangazie kwa kina hasa uchunguzi ambao umefanya. Mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za leo mashinani. Tunapata mapumziko mafupi, kisha muda si mrefu basi tutakuwa narudi tuangazie swala hili kwa kina tuweze kufahamu